mafundisho. Unajua ukweli kuhusu mfungo na haufanyi kama inavyotakiwa. Unajua kuhusu ukweli kuhusu sijui kitu gani. Chochote unachojua kuhusu Mungu kinampa Mungu halali wa kukuhukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana moja ya kitu cha muhimu inabidi kufahamu, fundisho lolote linalosogea kwenye maisha yako na ukakubali kujifunza, umekubali kuongeza ukubwa wa hukumu kwenye maisha yako, kwa sababu kupitia hapo Bwana uhukumu moyo wa mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wakati nimepanda hapa na naendelea kujipanga kwa ajili ya ibada, moja ya kitu Mungu alikuwa ananiambia, kuwepo eneo la ibada sio kumpa Mungu ibada. Usipokuwa unafanya spiritual practices of worship, you are not worshiping God, though you are at that. Unajua Shadraka, Meshaki na Abednego alikuwepo kwenye uwanja wa kumuinamia yule mtu yule lijitu. Unakumbuka watumishi wa Mungu? Sasa kosa lilikuwa sio kuwepo tu pale. Kosa lilikuwa upo hapo afu ufanye ibada. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kosa alikuwepo kuwepo ibadani. Kuwepo kwenye uwanja ambao ilibidi ile linaitwaje sio dono lile sanamu la kuliinamia. Hawakuliinamia. Kosa lao lilikuwa baya. Sasa ni hatari sana kuwepo ibadani na umpi Mungu ibada. Ni hatari. Kwa sababu lefu ambao Mungu anaendelea kutukuza, kwa kadri kanisa linalofundishwa Mungu analikuza. Sasa eza ukubali kukua kwa kukubali mafundisho, au ukatai kukua kwa kukataa mafundisho. Ndio yale ambao hutaki kuja tena kanisani. Na sija kukwambia vitu hivi. Kwa kadri unavyojua vya Mungu ndio kwa kadri kipimo cha hukumu kinaongezeka. Kwa kuwa Mungu hukumu sawa na unachojua. Amekufundisha tayari, si ndio? Fungu la 10 unajua utoi. Sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa namna Bwana anavyozidi kukukuza kwa mafundisho, kwa nini you must be very careful to live those kile Mungu amekufundisha. Jamani, amen. Lakini unapokuwepo ibadani sio kwamba unampa Mungu ibada. Kwa sababu what you are doing hiyo ndio inatafsiri ibada yako kwa Mungu. Sio anachofanya jirani. Yaani wakati jirani yako anaimba, anaruka, anacheza, anafanya hivi, haimaanishi Bwana anatubeba kimkungu. Ibada is personal. Inachukuliwa kama wewe binafsi. Jamani, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. That's why you must prepare yourself for the service of God. Unahitaji kujiandaa wewe mwenyewe binafsi ili ukifika ibadani usiwe tu ibadani afa utoe ibada. Kwa sababu Mungu hayupo tu ibadani, yupo kwa habari ya watu ambao Mungu ibada ibadani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewana vizuri. So mambo mengine na ni moja kitu nilikufundisha, ni Mungu alitufundisha hapa, alitufundisha kitu kinaitwa unyenyekevu. Unajikumbuka vizuri? Yaani ni saa ambayo ni kama watu wakikuangalia wanaona wewe sio mtei. Wanakuangalia wanaona kama wewe bwana sio cha Yesu. Ni kama ujiheshimu fulani hivi, lakini saa upo kwenye uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unampa Bwana ibada. Yaani hapo ukumbuki sinise, ukumbuki saiba. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sisi mimi ni mtu fulani, niko pale DCB. Hiyo akili hiyo unaendelea nayo mpaka ibadani, utahukumiwa siku moja, kwa sababu kweli ndio Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa. Hiyo take note, shika kichwani. Tulijifunza Jumamosi na leo tumeingia tu kipengele cha mwisho. Tulijifunza kwa habari ya fear of the Lord. Hofu ya Mungu. Kwenye Biblia andika kumcha Mungu. Biblia yako ukisoma kokote palipoandikwa kumcha Mungu. Kumcha Mungu ni kukataa uovu. Kumcha Mungu ni mwanzo wa hekima. Kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa. Kumcha Mungu ni kuchukia maovu. Kumcha Mungu, popote uliposoma kumcha Mungu means the fear of the God. Bwana Yesu asifiwe sana. Popote uliposoma kumcha Mungu. Kwa nini nipo hapa kufundisha kumcha Mungu? Ila in reality ukisoma Biblia za Kiingereza na amplified mbalimbali utakuta hatumii kumcha. Kumcha kwa Kiingereza ni fear. Sasa actually si kwa tu fear ina maana nyingi. Sio watumishi wangu, tuna maana ya hofu kwa maana ya kwamba uoga, lakini hofu kwa maana ya kuheshimu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na mmoja kitu alijifunza watu waliokuja Jumamosi hapa, kwa dakika chache sana tulitumia. Tukasema hauwezi kutembea na Mungu. Moja hili somo kwa nini Mungu anataka atufundishe. Moja ya agenda alionao mwaka huu na wewe ni kutembea na yeye. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani moja ya agenda ambayo Mungu ametaka tujifunze, kwa sababu kila neno la Mungu lina agenda ya Mungu. Yaani Bwana anasema hivi, neno langu halitaenda. Kwa kama utasikia neno lina agenda ya Mungu nyuma, lina effect inakuja kwenye maisha yako, lina effect inakuja kwenye eneo lolote. Jamani, amen. So moja kitu tujifunze, tunasema hauwezi kutembea na Mungu bila kuwa na hofu ya Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasema jambo la pili, namna pekee kutembea na Mungu ni kuwa na uwepo wa Mungu popote.
upo careful, you feel the presence of God. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. You are at the room, unafeel uwepo wa Mungu. Upo darasani, unahisi uwepo wa Mungu. Upo popote, yaani unaona uwepo wa Mungu kwenye maisha. Hakuna anayeweza kutembea na uwepo wa Mungu bila hofu ya Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiki ni kitu cha muhimu sana, kwa sababu Bwana anataka atufundishe maisha ya kutoka kwenye unafiki wa kiroho. Unajua unafiki wa kiroho? Unafiki wa kiroho ni kuwa mtakatifu ibadani na kuwa mwovu nje ya ibada. Huu ni unafiki wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani moja ya kitu Mungu hakitaki kwenye maisha ya wokovu ni hatari kuwa mtumishi wa Mungu ndani kwa lugha kanisani, ingawa ni mtu anayeishi maisha ya dhambi siri. Kinachomisa hapo ni hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu haihitaji mapambio kwanza. Hofu ya Mungu na sababu inahitaji tu kule unatembea na hofu ya Mungu, unasikia Mungu anachokuelekeza. Wakati unapewa agenda unatembea njiani. Jamani, amen. Hofu ya Mungu inakupa kutembea na Mungu. Hairuhusiwi kusema unamwabudu Mungu ambaye unatembea naye. Kwa sababu Mungu sio kwenye chumba cha ibada, Mungu ni wa maisha. Mwambie jirani yako, Mungu sio chumba cha ibada. Mungu ni wa maisha. Yaani Mungu ni wa room, Mungu ni wa kefu, Mungu ni chumba cha mtihani, Mungu ni wa darasani, Mungu ni kwenye simu, Mungu kokote unayejua Mungu umemwamini Kristo. Moja ya kitu naomba niwaambie wana Kasweta, our God is not God for the room, is God of our life. Jamani, amen. So unaponiambia unamwabudu Mungu kwenye chumba cha ibada posheni hii, na karibu ibadani ulipoposhe tangu uingia ndani. Haya ndio nakwambia. Sasa haimaanishi Mungu kwenye kichwa peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kama vile mwanamke Msamaria, itafika wakati ambao hatutahitaji kwenda wapi? Yerusalemu au wapi? Samaria. Why? Yoyote atakayekubali kumwabudu Mungu katika roho na kweli, any place, anytime, God is around. Swali, you fear him? Kwa sababu namna pekee ya kumwona Mungu room ni hofu ya Mungu. Namna pekee wakati umekaa kwenye ikrosha na simu yako umeitega pale, namna pekee ya kutembea na Mungu mpaka huo muda ni hofu. Hapa unafundishwa maisha nje ya chumba hiki. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hapa unafundishwa maisha nje ya chumba hiki. Ukiwa kwenye discussion, kuna maisha unahitaji kuyaishi pale. Tumekudeza na kuwa ushuhuda. Tumesema Bwana, yaani hata tukifundisha kwamba uko ukiwa nje muonekano wako uweje, tutadili sana muonekano ambao hauna maana kwa Mungu, kwa sababu utaonekana vizuri lakini una hofu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, tunaelewana vizuri watumishi wa Mungu? Sasa moja ya kitu tulijifunza tukakwambia, moja ya vitu vinavyoondoa hofu ya Mungu ni disobedience, continuations of disobedience to the Holy Spirit. Maisha endelevu ya kutomtii Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kuniambia wewe umeokoka na usikii Roho. Ni uongo. Bwana, sasa kuna kitu fulani kama wewe unapata tu maarifa, but in reality is Holy Spirit. Amen. Yaani uhalisia ni Holy Spirit. Na moja ya kitu Mungu alituambia siku ile Jumamosi, nikasema as more you obey, as more the voice become higher. Wakati unapomtii Roho Mtakatifu, wakati Roho Mtakatifu anakuwa ana sauti kubwa. Wewe unataka kusikia Roho Mtakatifu kishaachwa na kipenzi chako. Mungu ni mwacha au usimwache? Mungu ni mwacha au usimwache? Wakati unatongozwa ukasema ndio, ulimsikia nani? Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewana watumishi wa Mungu? Wakati kwanza unajiuliza, yaani wewe unataka kusikia Roho Mtakatifu muda hapo kwa sana. Pale anakupa tu msukumo. Ni pale kanisani kwetu. Kweli pale mule tumedogo kiti. Nunua kiti cha mara kadhaa. Umesikia tu msukumo. Kwa hiyo nikamuulize Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Yaani maana ambayo anakuuliza unataka kumuuliza Bwana. Amen. Lakini kuna maeneo mengine umuulize Bwana. Hapo kuna hatari. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa ninafundisha msingi wa Ukristo, kwa sababu Mkristo yoyote anayekubali kuokoka sio yatima. Ana kitu kimeongezwa. Kuna kiumbe kipo ndani prosper. Kinaitwa Holy Spirit. Kuna kiumbe kinaongea. Wewe ndio ukitaka ukisikia. Moja ya kitu kinaonyesha kuna uhaba wa neno la Mungu ndani yako. Uhaba wa sauti ya Roho Mtakatifu ndani yako ni kuishi maisha ya kutokutii. Kwa sababu Roho Mtakatifu huwa anasema maelezo baadaye. You must obey the instruction, the explanation is later. You never obey the instruction, then explanation is that time. No. We obey our instructions from God. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akikwambia toka hapa, ondoka, achana na rafiki mara moja. Unataka kumisa Mungu kwa nini? Obey first, then explanations are coming. Bwana Yesu asifiwe. Kuna sasa, yaani kama sika kwa Mungu
nchi yote ya Kanaani hiyo yako. Leo tunasikia watu wanaishi Kanaani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe unatakaga Mungu akuelezee kwanza kwa nini umtii. Yaani kwa nini nifanye hivi? Kwa lazima. Hayo maisha yako akifanya jeuri unamletea Mungu vyongo vya kipumbavu. Naomba tu nikupe taarifa. Wewe Mungu anatembea naye kwenye gazeti. Mungu anahitaji watu wanaoomba. Watu wanaotii unapita hivi. Hawahitaji maelezo mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Now right for today. Sasa siwezi nikaendelea na mengine hadi some time is out. Building the fear of God in my heart. Building the fear, kujenga hofu ya Mungu ndani ya moyo wako. Hofu ya Mungu jamani sio kitu kinachotokea kama wewe umerudi huo. Hapana. Is something coming slowly. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana weka kwa ukiangalia una version. Mimi labda naweza nikatoa ushuhuda mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua nilipookoka kuna versions za wokovu. Kiukweli mimi niwaambie ninazo. Amen. Yaani kuna level ya wokovu nilikuwepo, kuna vitu vilikuwa bado vinanishinda. Nikapanda. Those are versions in the spirit. Bwana Yesu asifiwe. Nikaendelea kumtafuta Mungu. Kuna version nikaingia. Nikaendelea kutafuta Mungu. Wewe ukiokoka uache kila kitu hapo. Umenisikia ninachongea? Yaani haumalizi kila kitu hapo. You pass through the versions of. Sasa moja ya kitu kinatakiwa ujue kinachokitamani versions of in your salvation life ni kitu kinaitwa hofu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kuna watu niliwaambia hapa kwenye zile amri 10 kuna watu wameshaziweza zote ya 6 ngumu. Ya sasa unajua. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu mwenye ndani bali anamsumbua kudanganya watu. Mimi kwa kweli kumpiga mtu nimeshasahau lini. Kuna watu sababu kuna dhambi shetani ashakukimbia. Yeye anajua kabisa mimi punde hata nimfanyaje hawezi kumpiga mtu. Dhambi ya kumpiga mtu Mungu ndio utamsingizia mtoto wa watu. Ukija kwenye maneno. Hapo sasa Mungu amemkamata. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe mwenyewe unasema angalia sana dhambi kusikia kwa wepesi. Maana kuna saa utazishinda tu kwenye dunia, kuna moja itakuwa ngumu. Inakutafuta kwa namna yoyote. Yaani unajitahidi kusema ukweli. Unajua jamani mimi nataka nitoe story yangu hapa leo. Unajitahidi waza kuongea. Unajua nataka kumdanganya ni siku ya birthday yake. Short story about you. Sasa unaanza kutia uongo ajabu. Ukimaliza ndio unaanza kuuliza Mungu wako nimewadanganya sisi niwaambie ngine tushaalika. Those issues you need. Those are versions. We call it versions. Ndio maana jana nikamwambia hakuna wanadamu wote wanajua dunia kikamilika. We still more updated by God. We still updated. That's why we have to be updated in the spirit. Ndio maana Bwana Yesu asifiwe. Sasa usione umekamilika kwa sababu you are just a version more than me, but you are not yet it. Hujafika bado. Ila tu wewe version yako ni 1.2 ila mimi bado niko 0.9. Bwana Yesu asifiwe. Yaani sio ya version, yaani kila mmoja ana mta yake. Yaani kila mtu kuna kitu kinamtafuta, kinataka kumrudisha nyuma. Sasa moja ya kitu nataka nikwambie leo, there are issues of building the faith. Kuna kitu kinaitwa kujenga hofu ya Mungu ndani yako. Number one, to live the word of God. Not only to know. Hata usaba mstari wa 8. Biblia inasema, mtii Bwana mstari wa 4. Ukiangalia hata mstari wa 10. Wewe sio Sunday school. Bwana Yesu asifiwe. Inahitaji ufike level, mwanachuo unisikilize vizuri. Inahitaji ufike level kadiri ukikaa pale room. Una check out maisha yako. Unasema kuna mambo kwenye maisha yangu yapo kwa sababu yameandikwa kwenye Biblia. Ingekuwa Biblia imesahau haya mambo kuandika hakika yake. Sasa hizi nimekuwa nayafanya. You have been affected by Bible. Nikafundishwa kufanya power of Bible use. Nikasema hivi, kuna wakati tunahitaji kufunike Biblia tuseme jamani hapa hatuna Biblia kitu na Jennifer anaweza tu akaelezea maisha yake mfinda tutamjua na Paulo, tutamjua Daudi, tutamjua na kila mtu. You must be a reality Bible in your life. Katika tumefunika Biblia, we can see Bible in your life. Umenisikia nachosema? Bwana Yesu asifiwe. Yaani tusijue kabla tunajua Biblia inaandika usizini. Tukiangalia maisha ya Samuel yasi tunajua basi Biblia pia inasema asizini. Tumalize. You must be having the life of Bible. Bwana Yesu asifiwe. Yaani your life must be a Bible full one. Sio swala masaa kama tena nane inasema hivi. Sawa. Wewe. Bwana Yesu asifiwe. Tukicheka mtu wa maisha yako kwa ujumla. Tunasema kwa leo nadhani hatutumie Biblia lakini tunaweza kutumia kitu kingine. Haibalishi usome kwa sababu namna pekee kwa the Bible ni kwa namna wewe kusoma Biblia. Yaani study the Bible until your life become Bible. Tumeelewana tunachosema mimi? Yaani kuna saa unahitaji kumtafuta Mungu. Unasoma neno, unaliishi neno. Mpaka wakati ukifunika Biblia tunasema jamani,
Kama Biblia haijaandika usiibe, kwa kumwangalia tu mtumishi wa Mungu haibi. Bible pia imesema unatakiwa kuwa na aina ya character kwenye maisha yako ambayo has been affected by the Bible. Kama Biblia ingesahau kuandika usiibe, hakika yake prosper kwa kabisa kazuri. Yesu asifiwe. Ya kwa vitu kwenye kiti sijaacha kwa sababu mambo amechapa sana. No, it's because Bible has said this. Jamani, Yesu asifiwe. Sasa kwenye maisha yako na mambo mangapi ambayo unaishi kama Biblia? Amen. Tunaelewana vizuri watumishi wa Mungu? Let us finish. Kitabu cha Kolosai 3:16. Pale najua mnajua. Anasema neno la Kristo na likae kwa wingi wapi? Mioyoni mwenu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hiyo Kolosai tunasoma. Kolosai 3:16. Mioyoni. Lakini Zaburi 119:11. Mnajua hapo. Yaani kwa vitu vizuri kusoma kwa sababu unabisoma kila siku. Anasema nimeliweka neno lako moyoni mwangu. Ili nisifanyeje? Nisikutende dhambi. As more the word of God become more in your heart, as more the fear of God go up. Fear of God is direct proportion to the word of God. When Yesu asifiwe. Wewe sasa umesoma physics, proportionality tunajua. Amen. Kwa kadri neno la Mungu linavyoongezeka kwenye moyo wako, ndivyo kwa kadri hofu ya Mungu inaongezeka. Kwa kama hofu ya Mungu itapungua, maana yake neno la Mungu limefanyaje? Kama hutaki kusoma Biblia na upo hapa unachuo, naomba tu nikupe taarifa. Haushindi uzinzi kwa sababu umeenda kwa therapist. The word of God. Ukiwa sirini kinatafuta kukukumbusha habari mama yako alipokuchapa fimbo. Mwenyekiti hayupo, umejifungia wewe pale, umekaa tu mwenyewe. Namna pekee ya kukupatia hofu is to remember Bible said this, I never do this. Amen. Ukiwa hauna kumbukizi ya neno la Mungu kwenye ufahamu, ni rahisi sana kuanguka. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunao wewe mtisa. Ndio sana kutoa out kesho. Tuanze tukule chifasi. Tutalala huko. Sasa bado ukiongeza kutalala huko, utalala nani? Bwana Yesu asifiwe. Tutalala huko kabisa. Sawa, unatuma na kopa za kucheka. Madam, kuna wakati tukishapokea message, we check out in the Bible. Umesikia na kusema? This what I read can affect my spirit because Bible says this. Oh, sir, sorry, I cannot do this. Kwa sababu gani mwezi jamani? Unaonekana nguvu za kiume hauna wewe. Sio sina. Bible says never do this. Wewe unasema tunaathiriwa tu kizembezembe. Neno likishakuathiri hata wasemaje? Hata wakuitaje? Wasa mtumishi naye ndio huduma zimeibwa. Naomba nikupe taarifa. This is because we fear the Bible says. Kwa sababu wakati mwingine unaweza ukasema watu wanaigiza haya maisha. Umelisikia nachosema? Sio kama waonekani ni wazuri. Sasa Bible says ukimwangalia binti kwa kumtamani ni dhambi. Toka alivyosema hivyo mpaka wakati una scroll tunasema sasa wakati mwingine unabaki una scroll zinapita hata tatu. Kwa kitu nimekiwa. Kinachoweza kufundisha mambo. Wewe tumejua jana mambo ile prophetic teachings. Wewe sasa hivi ni wewe kuniambia unataka kuanguka uta. Wewe sasa ni wewe kwetu tunakufundisha na mifungo unarudisha kabisa hizo. Wewe sio tukafanya vizuri. Kafanya nini kifudi? Nikimukta. Yuko makesha. Hebu niangalie background zao. Nione aswini ni behind the scene. Wewe. Sio tunaongea sisi. Jamani amen. Bwana Yesu asifiwe. Namba 3. Namba 2. Nimekwambia ishine. Those have become the Bible. Tukifunika Biblia tunaweza kuona ndani ya Daudi ndani yao. Tukifunika Biblia tunaweza kuona Esther ndani ya Viki. Tukifunika Biblia, say we can see Elia inside you. Hatutaki kuangalia Biblia inaandika kufunga. Tukikuona unafunga sasa, Bible says, tusiendelee. Nani mgana naye anafunga, basi ndio nimesema hivi. Tumemaliza. Ukifika ile level, madam, wewe hapa. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewana vizuri? Naomba wageni na watu. Hear God first. Right. Hear God first. Yoyote asiyetaka kumsikia Mungu amuogope Mungu. Jamani amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana kaseta amen. Moja kitu cha pili unabidi ukiandike. How to build the fear of God. Nikiwa pale room naweza bado nikamuogopa Mungu. Wakati stories zinaendelea pale kwenye group discussion. Wanaposema maneno ya ajabu ajabu, I can fear God na sema naomba na kusaidia. Au unatoka nje sio kama una jambo lolote, unaenda kusoma kwenye zile ngazi utadhani mpunga upepo soma msaidizi.
Wewe mbona dada umetoka nje? No, kuna vitu fulani vinaendelea huko ndani. Maisha ya wazi. Kitu kinaitwa hear God first. Dada nakupenda sana. Sasa naomba nipatie dakika 10. Let me go to hear God says. Ukifika level hii, umepata mtaji, unaenda kukumbukia tu saba. Natafuta frame. Utarudi vibaya wewe. Utaambiwa kuomba toba. Here go. You have a capital. Madam, here go. Umepigiwa simu. Na kesi zaidi ya 4 sasa hivi watu wametapeliwa. Wale sasa wametapeliwa, wameambiwa kuna kazi mahali. Amen. Some people just go boy. Somebody I don't know. Boy like nishamsahau. Wakati tusitangaze, lakini siku moja uje kutolea ushuhuda. Madhara ya kutokusikia Mungu. Wale sasa kila kukataa kumsikia Mungu ni kuonyesha uogopi. Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa. Kuna wakati tunahitaji tupige magoti. Yaani hatuendi out kwa sababu tu tunaenda wametuambia twende. We ask God, should I go? Yes. My contribution is. Maisha ya kutembea bila kumsikiliza Mungu yanakosi sana maisha kwa sababu ndio unachelewa. Kwa sababu kama ukaki kumtii Mungu, nimwambia kwenye mambo leo, kama ukaki unapochelewa kumtii Mungu, ndivyo kama unapochelewa kuanza safari ya hatima yako mwenyewe. Kwa sababu hakuna hatima nje ya Mungu. You must obey God who owns your destiny. It means as you delay to obey Him, you delay to start your journey to your destiny. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivi ni vitu vya muhimu sana. Hear God. Sasa umependwa, hear God. Jamani, amen. Usitanganyike na hizo kopa, hear God. Umetumia na bahela sasa ninashangaa tu Mungu kafungua milango, nimemtoka kama 6,000. Baba, hey, hear God. Kuna wakati tunahitaji kweli nimependwa na wadada 10. Let me put here down my iPhone, let put here my Infinix and you take 2, 3, 4. Baba, fulani kaniambia hivi, what do you want to say? Baba wewe unasema, nipe maelezo yako. Any favor outside the presence of God ni uhuru. Kibali chochote nje ya makusudi ya Mungu ni uhuru. Utatapeliwa hivi karibuni. Ni swala la muda tu pale usiku utakuja na machozi. Aje nimesema ninanunua ya tissue naweka pale mezani. Ili ukija hakuna kupa kileso changu. Jamani, amen. Bwana Yesu asifiwe. Naomba niwaambie katika semester 2. Usikubali kwenda bila kumsikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali kwenda bila kumsikia Mungu. God is prayer is not only for begging but also for asking. Tunakuja tunahitaji tu atuli kuomba. Tunakuja tu kumuuliza Mungu. Nilikuwa mtu nilipokea hata wewe alinisikia nilikuwa naongea na yule dada kwenye simu. Nilitumia kama dakika 30 kumpa sehemu ya kwanza. Nimependwa mwenye kiti sasa nitafanya kama changanyikiwa. Yesu kamjua na hela. Yaani jamani. Sivyo kwa msini tu sijui kama alimsafisha kama na nauli kachanganyikiwa. Nikasema mtoto wa Mungu. Acha kuchanganyikiwa na hela. Swala hela ni nje zaidi sana. Yaani ni kitu kidogo sana kwenye ndoa yako ya baadaye. Destiny yako ni zaidi ya 10,000. Jamani, amen. Unahitaji kumsikia Mungu. Unahitaji kumsikia Mungu. Wakati mimi najiandaa kujiandaa siku moja na nataka nikakuombea huko. Nipo huko nyuma huko na kuombea sio kwa shule sio nini. Wewe nilihitaji kukaa chini kumuuliza Mungu. Hakuna kitu kigumu kama kuuliza Mungu. Kuomba ni rahisi, kuuliza. Acha wewe haya mambo. Bwana Yesu asifiwe. Si unaona namna ambavyo ulikuwa unamuuliza amechelewa umemkubalia haraka. Lakini wewe kitu kikubwa aliniambia napenda. Nikaenda kwenye maombi, nikafunga nikamuuliza Mungu alijibu. Ishu ya kumuuliza Mungu ni mpaka ajibu ndio mambo yanaendelea. Usiendeleze mambo kama hujasikia asubuhi. Jamani, amen. Ukisikia yes mwanangu go, just go. Amekaa kimya, tulia mambo ya stop hivyo. Wewe mbona jibu langu bado Mungu hajajibu? Wewe mbona jibu langu bado Mungu hajajibu? Hiyo ngome imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Ask God. Ask God. Ask God. Bwana asifiwe. Amen. Hai. Right number 3, love God. Love God. Ukimpenda Mungu utamwofu. Hiyo ni principle. Ukimpenda Mungu utamwofu. Sasa hii ni somo lingine. Tunaambiwa pointi 7. Sasa character of loving God. Among of it, live the commandment of God. Kuishi amri za Mungu ni kumuogopa Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kumpenda Mungu kunakupa kumuogopa Mungu. Yaani kwa sababu unampenda Mungu,
kweli kabisa mwenyekiti amkuwepo pale kwenye ile giza, lakini nilishindwa kufanya kabisa. Why? You love God. That is nature power. Ukiokoka unapewa hii nguvu ya asili ya ndani ya kumpenda. Jamani, Bwana Yesu sasa. Tuelewana sisi watumishi wa Mungu. You must love God. Yaani kuimba, kucheza, kuomba sana, kufunga sana, while you are not fearing God is nonsense in the spirit. Always I say to you, any spiritual practices minus holiness is equal to zero. Mimi napiga base. Mimi naomba. Mimi nakuja kwenye portion usiku wa manane. Wewe, naomba nikupe taarifa. Moja ya kitu Mungu anakitafuta sana kwa ni utakatifu. Any spiritual practices minus holiness life is nonsense. Haina maana. Jamani, amen. Baba, asante kwa ajili ya neno, ninakushukuru kwa ajili ya masaa. Tunaliinua jina lako na kulitukuza katika yale mengi ambayo umetufundisha. Tunaamini uwepo wako uko katikati yetu, katika jina la Yesu, amen. Hilo ndio neno la Bwana kwa kanisa. Pigie Yesu makofi.